Je, unasijua njia za msingi za kuzifuata ili uandike script iliyonyooka? Basi hizi ni njia 6 ambazo zitakufanikisha uweze kuandika script iliyonyooka. Na njia namba 1, lazima uwe na kichwa cha script, kwamba script yako kichwa chake ni nini. Mfano, unaweza kaandika kichwa cha script yako labda ni jina la filamu. Unaweza kaandika jina la filamu au jina la tamthilia kama ni tamthilia unaandika, ama ni jina la kipindi kama ni kipindi unaandika, kwa sababu hata vipindi vina script zake, hususan filamu, movie, tamthilia na kadhalika. Kwa hiyo tukija kwenye njia ya pili tunasema ni logline, ambayo logline tunasema logline ni sentensi moja ambayo ni fupi inayoelezea hadithi fulani. Kwa hiyo unapokuwa unaandika logline lazima uandike sentensi fupi. Unaona, sentensi fupi ambayo ni moja inayoelezea hadithi kwa ufupi. Mfano, unaweza ukaandika aidha tunasema kijana aliyemaliza au aliyehitimu chuo, lakini kutokana na changamoto ya ajira akaamua kujiunga katika vitendo vya wizi na unyang'anyi. Kwa hiyo ni sentensi fupi ambayo inaelezea filamu. Na tukija katika njia namba 3 tunasema ni synopsis, ambayo synopsis tunaielezea kama ni muhtasari. Ni muhtasari mfupi ambao unaelezea hadithi yako nzima. Yaani kwamba unaweza kuelezea, unaandika story kwamba story kuanzia mwanzo kati mwisho. Kwa mfano mtu akakwambia bwana, hebu nielezee story yako kwa ufupi, utamwambia utaenda kwenye kundi la logline, kwamba logline yako itakuwa fupi. Hebu tuelezee story yako kwa urefu, utamuelezea kwenye upande wa nini? Na synopsis, kwamba mwanzo kati na mwisho, kwa sababu synopsis ni muhtasari mfupi ambao unaelezea filamu yako kwa urefu. Tukija kwenye hatua ya 4 tunasema ni character breakdown. Character breakdown ni wahusika, orodha ya wahusika, majina yao, huyu ni nani, yule ni nani, tabia zao, malengo yao ni yapi, wamekusudia nini katika hiyo hadithi. Hiyo ndio character breakdown. Na tukija katika upande ama njia ya 5 tunasema ni scene. Scene ni eneo ambao hadithi itafanya nini, itafanyika. Mfano, unaweza kuchagua labda scene namba 1 itafanyika sehemu fulani, au scene namba 2 itafanyika hospitali, scene namba 3 itafanyika labda polisi, scene namba 4 itafanyika sehemu fulani. Kwa hiyo namba 5 ni scene, kwamba scene yako itafanyika wapi na wapi na sehemu gani. Na scene na hatua ya 6 ni dialogue. Dialogue ni mazungumzo kati ya wahusika wanazungumza nini kupitia ile hadithi yao. Hadithi uliyoandika, hadithi yoyote ile ama script yoyote ile lazima iwe na dialogue, kwamba kuna mazungumzo mle yanayotumika ili kuleta either mawazo chanya katika jamii. Kwa hiyo hizo ni hatua 6 ama njia 6 za kufanya uandike script iliyonyooka ambayo haina kona nyingi. Kwa hiyo ukifuata huo mlolongo wa njia 6 ambazo ni kichwa, logline, synopsis, character breakdown, scene na dialogue, unaweza ukaandika script iliyonyooka. Bwana, inaitwa Isaya as Aspirant.